Kumbe jambo la kurudi katika shule ya wanachuoni lipo, linawezekana. Sisi tulipoambia mashia kwamba jamani, mtume alipokufa alisema misingi ya kumpata mtawala mnayo, kwa hiyo na hiyo misingi inasimamiwa na wanachuoni wa Kiislamu waliopo. Kwa hiyo baada ya mtume kufa, msingi wa kumpata mtawala ukatumika na kina nani? Na jopo la masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni almuhajirina wal ansar. Wakakaa wakamchagua Abubakar kwamba yeye ndio mtawala. Na vile vile al-Mahdi alipokufa au alipoingia kwenye shimo, ikapita ile al-ghaibatu sughra, kisha baadaye akawahusia akamwambia, jamani, msije tena kuuliza. Kwa hiyo kuanzia sasa rudini kwa wale fuqaha ushia. Kwa wale fuqaha ushia alichagua akasema kama fulani ibn fulani, yule Mahdi akasema fulani ibn fulani atakuwa ni baada yangu. Hakusema hivyo. Tasikiliza maneno ya Jalala, tasikiliza maneno ya Jalala, kisha tubainishe upotishaji wake katika hayo masala. Mtume aliposema neno Shia alikuwa anakusudia nini? Makusudiwa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema Shia, Shi'atu Ali, alikusudia kitu kikubwa kimoja muhimu. Alikusudia nini? Alikusudia kile nilichokisema hapa kwenye kiti changu, kwamba je, mtume alimuandaa mtu, yeye akashaondoka duniani, mtu huyo ndiye atakayekaa kwenye kiti chake na atafanya kazi ile ile ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Kwa hiyo tunaposema Shi'atu Ali, yani maana yake ni wale watu ambao wafuasi wa Ali, kwamba mtume anaweka msingi baada ya mimi kuondoka duniani, sio tutakwenda kwa yoyote, tutakwenda kwa Ali. Ali yeye ndiyo atamathili kile kiti changu, akishakikalia yeye, watakaomfuata ni viumbe bora. Kwa nini? Kwa sababu ni wale wale wanaofuata maelekezo yale yale ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtume aliposema anta wa shi'atuka, wewe na wafuasi wako, wewe na wale wanaokufuata, makusudiwa ya mtume ni hayo, kwamba Ali, wewe wale baada ya mimi kuondoka duniani, watu walikuwa wakirudi kwangu, sasa watarudi kwako, watachukua yale yale ya kwangu kutoka kwako. Watu hao ni khairul bariya, ni watu bora. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni Waislamu wanaofuata system na mwelekeo na njia ile ile ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nadhani mmesikia ndio ndio kwa maana nakusudia hapa ibn Jalala kwamba yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ndiye ambaye atakaa kwenye nafasi yake baada ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama amekufa. Na hilo katika ushahidi, miongoni mwa ushahidi aliotoa, akatoa ushahidi katika surati, katika lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala yasema ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Jalala akaleta riwaya kwamba hao ulaika hum khairul bariyah, hao ndio viumbe bora, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema anta ya Ali wa shi'atuka, ni wewe Ali na wale wafasi wako.
Tumeelewana vizuri mashaka wangu? Hii ndio riwaya ambayo Jalala ameitegemea katika masala haya. Hii riwaya ameitaja al-Imam at-Tabari rahimahullah ta'ala kwenye tafsiri yake, akasema hadathana Ibn Humayd قال حدثنا عيسى ابن فرقد عن أبي الجارود عن محمد بن عدي. pale akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akanukuu moja kwa moja Muhammad ibn Ali, ulaika hum khairul bariyah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ya Ali wa shi'atuka, ni wewe Ali na wafasi wako. Sasa tuichambue hii riwaya ambayo yeye Jalala ameitegemea juu ya kwamba Ali ibn Abi Talib ameandaliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba awe ni msimamizi wa yale aliyokuwa anayasimamia yeye baada yake, yani kwa maana awe ni kiongozi baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hii isnadi kuna Abul Jarud ambaye jina lake anaitwa Ziyad ibn al-Mundhir al-Kufi. Huyo Ziyad ibn al-Mundhir al-Kufi fahuwa rafidhiyun kadhab. Jambo la kwanza alikuwa ni mshia, lakini si hivyo tu, alikuwa ni nani? Alikuwa ni kadhab, alikuwa ni muongo, kama alivyotaja al-Imam Yahya ibn Ma'in katika wale maulama wa jarh na ta'dil, na hayo ameyataja al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye kitabu chake At-Taqrib. Huyu ni mtu wa kwanza kwa maana yeye ni kadhab. Lakini pia katika hii isnadi ambayo tumemtaja mtu mmoja anaitwa Isa ibn Farqad. Fahuwa daiman yarwi anil kadhabin. Yeye mara zote, sio mara nyingi, mara zote huwa anapokea kwa watu ambao ni waongo. Wal matrukin, na watu ambao ni matrukun. Kwa mfano kama Jabir al-Ju'fi ndio watu ambao wanapokea kwa wao. Lakini katika hiyo isnadi kuna Ibn Humayd ambaye tumetaja hadathana Ibn Humayd. Huyu Ibn Humayd ni dhaif. Kwa hiyo Ibn Humayd ni dhaif. Isa ibn Farqad mara zote huwa anapokea kwa nani? Kwa waongo. Lakini kuna nani? Abul Jarud ambaye ni Ziyad ibn al-Mundhir, yeye yeye al-Kufi, yeye ni nani? Ni rafidhiyun kadhab. Sasa nini hukumu ya hadithi hapo? Hii hadithi tuseme kwamba ni sahihi au tuseme kwamba ni hasan au tuseme kwamba hii hadithi ni dhaifu? Hii hadithi ni dhaifu, lakini sio ule udhaifu pia ambao ni mwepesi. Ni ile ni dhaifu shadidu dhaf. Ni ile hadithi ambayo ni dhaifu, ule udhaifu ambao ni mkubwa mno. Kwa maana hadithi hii katika hukumu ya watu wa hadithi ni hadithi ambayo inaitwa al-hadithul matruk, lianna fi isnadihi rawiyaini muttahimaini bil kadhib, kwa sababu katika isnadi yake kuna marwati hawa wawili ambao wanatuhumiwa uongo au imepokelewa na watu ambao ni waongo. Kwa hiyo hii hadithi huwezi kuinasibisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadithi ni matruk. Lakini katika nahia ukhra, yani hadithi, yani udhaifu umekuwa ni mwingi. Mtu ambaye ni thika katika hii cheni ya hadithi ni mmoja, Muhammad ibn Ali. Huyu Muhammad ibn Ali yeye ni Abu Ja'far al-Baqir, ambaye baadhi ya ahli wamesema kama ni thika, lakini pia pamoja na hayo hii hadithi yeye tujalie kama huko nyuma kungekuwa ni kwema, kama hakuna watu ambao ni kadhabin, lakini hii hadithi pia hajaipokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu yeye lam yara an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hajamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu ambaye hajamuona Mtume akisema khara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi yake inakuwa ni ipi? Inakuwa ni mursal. Hadithi yake inakuwa ni mursal, na hadithi ambayo ni mursal ni katika aina miongoni mwa aina za hadithi ambazo ni dhaifu, ambazo hazikubaliwi. Haya, wanasema kwa mursal ikipatikana kwa njia nyingine na njia nyingine yumkin ayanjabir, lakini hadithi hii la yumkin ayanjabir. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Muhammad ibn Ali
ambaye ni Abu Jaafar, yani akishapokea yeye, waliokuwa chini yake wote wapokezi ima ni dhaifu au ni nani au ni kadhabu. Kwa hiyo hadithi moja kwa moja inahukumiwa kama ni hadithi ya nini? Ni hadithi ya kadhabu, ambayo inakuwa ni hadithi ambayo ni maturuk, ni hadithi ambayo udhaifu wake ni shadid. Hilo ni la kwanza katika kuhusiana na nini na hii hadithi. Tunakuja katika nukta nyingine ya pili. Je, hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kweli alimwacha mtu kwamba fulani ibn fulani nikifa ndiye atakayekuwa kiongozi wa Waislamu? Tumeona vizuri hapo mabda ya utawala baada ya mtume ashaweka mabda ya utawala kwamba je, mtume alishughulikia masuala ya utawala au aliacha hivi hivi? Maana mashia wanatuhumu sisi watu wa sunna, wanatuhumu ahlus sunna wal jamaa, wanasema ndugu zetu masuni wanasema kwamba mtume hakushughulikia swala la utawala baada yake. Hilo mmeambiwa na nani nyinyi mashia? Kwa nini mnatuhumu? Sisi hatujasema hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam masala ya kwamba utawala unapatikana vipi kaweka. Aliweka mambo haya mangapi? Kuna mambo mawili, lolote lile ambalo litafanyika linafaa. Jambo la tatu ni jambo ambalo si zuri, lakini likitekelezeka akawa mtawala ametumia njia hiyo ambayo si nzuri, akishakaa katika kiti sisi tunamkubalia. Njia ya kwanza ni njia ya shura. Njia ya kwanza ni njia ya kushauriana, na njia ya pili ni njia ya kuteua, na njia ya tatu ambayo sio nzuri lakini mtume kaielezea kwa lengo la kuhifadhi amani za watu. Ikiwa mtu amepindua, mtu amefanya ghalaba, mara tu akajitangaza kwamba yeye ni mtawala, kuna majeshi chini yake, kuna maaskari, kuna makombora, kuna wamaila dhalika, mkimgusa damu inamwagika. Mtume akasema mumsikilize na mumtii hata kama atakuwa ni mtumwa. Ni njia ngapi ya ikhwa? Tatu. Haya masuala tutakuja kuelezea siku nyingine ya kwamba je, mtume aliyashughulikia, lakini ufupi wake ni huo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokufa, yeye hakumwacha mtu maalum kwamba atakuwa mtawala. Kwa hiyo alichagua vipi? Alichagua njia kwamba nawaachia njia ya shura. Abu Bakari alipotaka kufa, kaona sasa ninakufa, akachukua njia nyingine ambayo inakubalika na yenyewe pia mtume kaiweka. Ni njia gani hiyo? Ni njia gani ikhwa? Njia ya wasia, kwamba jamani, mimi nakuachieni fulani ibn fulani awe mtawala wenu. Alipokuja Umar radhiallahu anhu wakamwambia tuachie, akasema imma tawata kama alivyokuacheni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajakuachieni mtu yoyote, au naweza nikateua, lakini mimi siteui, nitakuachieni hivyo hivyo, isipokuwa na kuachieni watu 6. Katika hao mchagueni mmoja awe mtawala, lakini asiwe katika familia yangu, yani familia ya Al-Adawi. Ndipo watu wakawa wamechagua, wakamchagua Uthman ibn Affan. Alipokufa Ali ibn Abi Talib, wakati anakaribia kufa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, au kabla ya Ali, Uthman ibn Affan alipotekwa na wale makhawarij waliotoka Basra na Kufa na Misri. Walipomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, masahaba wakabaki hivyo hivyo, yani kwa maana Uthman hakuacha mtu baada yake. Watu wakakaa shura, wakamteua nani? Wakamteua Ali ibn Abi Talib. Na Ali mwenyewe akasema katika Nahj al-Balagha, inma bay'ani al-qawm alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi, hakika walionipa bai'a na kunifanya kuwa mimi mtawala ni wale ambao wamempa bai'a Abu Bakar na Umar na Uthman kupitia misingi ambao wao waliwapa bai'a. Misingi iliyotumika kwa Abu Bakar na Umar na Uthman ndiyo misingi ambayo imetumika kwangu mimi, ya katika Nahjul Balagha. Kwa hii ni mabda ya nini? Ya ashura, ambao hata Ali ibn Abi Talib mwenyewe ameisema kwamba ipo. Ali ibn Abi Talib na yeye pia, kama alivyotaja al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika al-Bidayah wa Nihaya, alipotaka kufa na yeye akasema hivyo, akamwambia hivyo hivyo, istakhlif ya amira al-mu'minin, tuachie mtu ambaye atakuwa baada yako. Akasema la, imma nitakuachieni au la, nikikuachieni
nitakuwa nimefanya kama alivyofanya waliotangulia, na nikuachieni nitakuachieni. Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyeni mkusanyike na mkubalieni kumchagua mtu aliyekuwa bora, kama ambavyo aliwafanya waislamu wakubaliane kumchagua aliyekuwa bora baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni nani? Ni Abu Bakar as-Siddiq. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib katika al-Bidayah wa Nihaya, katika ya Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Sasa hizi njia zote mbili, shura na kuteua, zote zinafaa, na zote Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielezea, na zote ni ijmaa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu akija akasema kwamba Ali ibn Abi Talib aliteuliwa, je, Ali mwenyewe alijua kama kateuliwa? Mbona Ali mwenyewe katika Nahjul Balagha ukurasa wa 344 Darul Ma'rifa bi Beirut, Lebanon, ni hutuba ya 246, hutuba ya 246, pale alikuwa anaelezea namna ya kumchagua mtawala Ali ibn Abi Talib. akasema innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi. Akaendelea akasema innama shura lilmuhajirina wal ansar. Wakati wangu ule, wakati huo wa kuteuliwa Abu Bakar na kuteuliwa Umar na kuteuliwa Uthman na kuteuliwa mimi mwenyewe, haikuwa vingine. Shura ya uteuzi ilikuwa ni ya muhajirina na ansar. Hapa Ali amethibitisha nini? Amethibitisha ashura, kama kiongozi anapatikana kwa nini? Kwa shura. Akaendelea akasema hivi kuhusiana na masahaba, fa inijtama'u ala rajulin, wao hao muhajirina na ansar masahaba wa mtume wanapokubaliana kuhusiana na mtu, wasamauhu imaman, wakamuita kuwa huyo ni mtawala, kana dhalika lillahi ridha, hiyo inakuwa ni ridha kutoka nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in kharaja an amrihim kharijun bita'anin aw bid'atin radduhu ila ma kharaja minhu, fa in aba qataluhu ala ittiba'ihi sabila almu'minin wa wallahu Allahu ma tawalla. Ali radiyallahu anasema, radiyallahu ta'ala anhu anasema, masahaba wanapokuwa wamekubaliana kuhusiana na mtu fulani kama ni imam, atakuwa ni mtawala, hiyo inakuwa ni ridhaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walipokubaliana kwamba Abu Bakar ni mtawala, ikawa ni nini? Ni ridha, Allah kama ameridhia. Sino maana yake hiyo. Walipokubaliana kuhusu Umar, kuhusu Uthman, kuhusu Ali mwenyewe, kuhusu Al-Hasan ibn Ali, hii ilikuwa ni ridhaa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa akatokea mtu mmoja akatoka katika hayo makubaliano akayakataa. Maswahaba muhajirin na ansar wanampa nasaha na kumrejesha. Akirejea alhamdulillah, asiporejea sasa qatalu, wanapigana naye. Kwa nini? Ala ittiba'ihi ghaira sabilil mu'minin, kwa sababu ya kutofuata kwake, kwa sababu ya kufuata kwake njia isiyokuwa njia ya waumini ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Iko wazi hiyo, iko wazi mashaka wangu. Kwa hiyo hapa Ali anafundisha katika shura. Pia miongoni mwa adilla, nifanye haraka haraka, sitaki jambo liwe refu. Miongoni mwa dalili ya kwamba masala ya kuwa hivyo Ali radiyallahu anhu, kama alivyopokea al-Imam Ibn Abi al-Hadid ni katika Mashia, anapokea kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, anasema siku moja Ali ibn Abi Talib alitoka kwa watu katika maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana ilikuwa ni siku gani hiyo? Ilikuwa ni siku ya Jumatatu, ambayo ni siku aliyokufa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikufa siku ya Jumatatu asubuhi, yani muda wa dhuha. Sasa siku moja Ali radhiallahu anhu ametoka kwa watu wakati Mtume anaumwa. Watu wakamwambia, ewe Ali, kaifa asbaha an-nabii, Mtume ameamkaje leo? Tujulishe hali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Abu al-Hasan. Ali kwa vile alipomtazama Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, asbaha an-nabii sallallahu alayhi wasallam al-yawma bihamdillahi bari'a, leo Mtume ameamka hali ya kuwa amepona. Mimi nikimtazama Mtume amepona. Baada ya kumwambia hivyo Ali,
akaja Al-Abbas. Ali amewaambia watu hivi kwamba jamani, mimi ninavyomuona mtume kapona, na mjue kwamba alfajiri yake ya siku hiyo ya Jumatatu mtume aliingia akawakuta watu wanaswali. Watu wakadhani mtume sasa anakuja kuwasalisha. Mtume akawaashiria kwamba endeleeni. Sote hizi ni ishara ambazo zinaishiria kwamba mtume sasa amepona alayhi salatu wasalam. Baada ya hapo, ayu alahibba, Al-Abbas ambaye ni ami yake Ali ibn Abi Talib na ni ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkamata mkono Ali akampeleka sehemu kando, akamwambia ewe Ali, hakika wewe unaachwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, tusbihu al-yawma abd al-asa. Leo ninavyoona nikimtazama mtume sallallahu alaihi wasallam, naona mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa. Kwa nini? Inni la a'rifu al-mauta fi wujuhi bani Abd al-Muttalib, mimi naujua umauti, najua alama za umauti katika familia ya Abd al-Muttalib, na mtume ni katika Abd al-Muttalib, ni Hashim ibn Abd al-Muttalib, yani ibn Abd al-Muttalib na Hashim, si ndio manake hiyo? Mimi naona hivyo kwamba mtume sasa anakufa. Tayeb, sasa tunafanyaje? Yani Ali anamwambia nani? Al-Abbas, tufanye vipi sasa hapo? Inakuwaje mtume anakufa? Al-Abbas akamwambia sasa twende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, tumwambie Rasulullah kuhusiana na swala la kiongozi baada yake. Nani atakuwa kiongozi baada yake? Ikiwa huu uongozi utakuwa ni kwetu, atatufahamisha kwamba nyinyi ndio viongozi Ahlul Bait. Kama uongozi ni kwa Ahlul Bait, kama baada ya mtume atafuatia wewe Ali au nitafuatia mimi Al-Abbas kwa sababu mimi katika Ahlul Bait, atatuambia na atatupa utaratibu namna ya kufanya. Wa in kana fi ghairina, na ikiwa uongozi utakuwa kwa watu wengine au swabina, mtume atatuhusia kwamba tufanyeje. Kwa twende tukaulize. Ali ibn Abi Talib akasema hapana, mimi siendi, wallahi la af'al, sifanyi hivyo. Wallahi immana'nahu al-yawma la yutinahu an-nasu ba'dahu, ikiwa mtume atatuzuia leo basi watu hawatatupa tena. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekufa katika siku hiyo hiyo ya Jumatatu bila kuambiwa chochote. Sasa tunamuuliza Jalala, haya maneno yako umeyatoa wapi? Lau kama haya maneno yangekuwepo, Abbas hakuyajua? Hayo maneno yangekuwepo, Ali angesema kwamba kwani wewe Abbas ukumbuki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema anta ya Ali, anta wa shi'atuka ya Ali, au huwa anta wa shi'atuka ya Ali, ili ulaika hum khairul bariya, kama ni wewe Ali na nani na wafasi wako. Kwa maana wewe Ali nishakuandaa, utakuwa ni mtawala baada yangu, utakuwa ni kiongozi baada yangu, utakalia kiti changu. Sangemwambia hivyo. Kwani huikumbuki hii ulaika hum khairul bariya? Huikumbuki wewe Ali ibn Abi Talib? Lakini Ali akamwambiaje? Akasema mimi siombi, kwa sababu kiomba mtume akasema hamna jambo kama hilo. Tumeelewana vizuri hapo? Hamna jambo kama hilo, watu watatunyima. Lakini si hivyo tu, dalili hii maneno haya ya Ali ibn Abi Talib ya kwamba tusiende kuomba, Ali angestajili pia na kisa cha Ghadir Khum. Kisa cha Ghadir Khum ambacho wanasema kwamba hapo mtume alikuwa anamtawaza Ali. Hapo mtume alikuwa anamtawaza nani? Ali. Kisa cha Ghadir Khum, na hiyo kisa kinaharibika. Kwa nini? Kwa sababu lau kama Abbas alipomwambia Ali kwamba twende kwa mtume tumwambie, ina maana Ali angemwambia kwamba kwani hukumbuki kisa cha Ghadir Khum, kama mtume alisema kwamba man kuntu maulahu fa hadha Ali maulahu? Si ndio maana hiyo? Angemwambia moja kwa moja, angemwambia ile nasu ya ana alisema kwamba anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Kwani hukumbuki ile hadithi ya mtume anta minni bimanzilati Haruna min Musa? Kwani hukumbuki hal ta'ala al-insani hinu min ad-dahr? Yote hayo Ali hakuyasema radhiallahu anhu. Akamwambia kama mimi siombi, kwa sababu ikiwa nitaomba
Ikiwa nitaomba mtume akaninyima, ikiwa tutaomba mtume akatunyima, watu hawatotupa tena. Bora tu tuache hivyo hivyo na mtume akafa bila kufanya hivyo. Kuna riwaya nyingine ya Abdullah ya Sufyan, Abu Sufyan alipomwambia Ali ibn Abi Talib kwamba kwa nini hamjachukua utawala, hamjatawala baada ya mtume wakati nyinyi ahlul bait. Ali akamwambia Abu Sufyan, laula anna ra'ayna Abu Bakari laha ahlan lama tarakna, lao kama sisi tusingeona kwamba Abu Bakari anastahili kuwa ni kiongozi wetu, basi tusingemwacha. Hayo yote yako katika sharh Najil Balagha. Lakini pia kuna kisa ambacho amekipokea As-Suyuti cha Ali ibn Abi Talib. Ukiingia katika Tarikhul Khulafa ya As-Suyuti utakuta riwaya ya Ali ibn Abi Talib akielezea namna utawala namna ulivyokuwa. Ukiingia pale utakuta ni ukurasa katika kitabu nilichokuwa nacho ni ukurasa 142. Lakini angalia katika Nubdhatun min akhbari Ali, Nubdhatun min akhbari Ali, utakuta maneno ya Ali ibn Abi Talib akizungumza kuhusiana na mlolongo wa utawala namna ulivyokuwa. Lakini pia ukija katika riwaya ya al-Imam Abu Daud as-Sijistani ambaye ameipokea katika sunani yake kutoka kwa Qais ibn Ubada, anasema Qais ibn Ubada siku moja alimuuliza Ali ibn Abi Talib, kipindi kile walikuwa katika vita ya Sufin. Katika vita ya nini? Vita ya Sufin. Alimuuliza Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na ule mwendo wake na ile movement yake na yale mambo anayoyafanya. Akamwambia, ahadun aidahu ilayka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ra'yun ra'aytahu, hivi ni ahadi ambayo alikupa Mtume sallam kama upigane na upigane na nani huyu Muawiya radhiyallahu anhu, upigane naye, au kuna jambo lolote lile, kuna ahadi yote kutoka kwa Mtume sallam katika masala haya labda ya kiutawala au kadha na kadha, au ni ijtihadi yako mwenyewe? Alisemaje Ali ibn Abi Talib? Akasema, ma ahida ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunihusia kitu chochote. Hamna jambo lolote ambalo Mtume alinuhusia, walakinahu ra'yun ra'aytuhu, lakini ni rai ambayo nimeiona, kwa maana ni masala aliyafanya kwa ijtihadi yake. Hadithi hii amepokea al-Imam Abu Daud. Lakini pia si hivyo tu, Ali radhiyallahu anhu katika riwaya nyingine aliwahi kuulizwa, hal khassakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shay'in ya ahli albayt, je, mtume alikuhusisheni kitu fulani enyi ahlul bait ambacho hajawapa watu wengine? Ali akasemaje? Akasema, la, isipokuwa yale ambayo yanapatikana katika hii karatasi. Ni yapi hayo? Akawa ameichomwa ile karatasi, ikawa imeandikwa kwamba akhrijul mushrikina min jaziratil arab, waondoeni washirikina katika jaziratul arab, nafakul asir, kuwakomboa mateka wa Kiislamu. Kama kuna sehemu Waislamu wametekwa lazima muwakomboe, na vile vile la yuqtalu muslimun bikafirin, haifai muislamu kuuawa kwa nani? Kwa kafiri, kwa sababu ya kumuua kafiri. Haya ni mambo aliyataja, lakini hakuwahi kusema kwamba yeye amepewa utawala, kwamba yeye anabidi awe mtawala baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa zile riwaya zote ambazo wanazitaja kina Jalala na wengineo, au na wale waliomtangulia Jalala katika Ushia, zote wanazozitaja zinajibiwa, zina majibu yake. Baadhi yake ni dhaifu na baadhi yake sio maana yake. Sisi tumeelewana vizuri hapo? Baadhi yake ni dhaifu na baadhi yake sio muradi, na nyingi zake ni dhaifu, lakini zile ambazo ni sahihi sio muradi wake, zina majibu. Kwa mfano mathalan, kwa mfano mtu kusema kwamba Ali minni au Husain minni wa ana min al-Husain, hii riwaya imethibiti hata kwa wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba al-ash'ariyuna minni. Sasa je, kusema kwamba al-ash'ariyuna minni ndio wanastahili kuwa watawala? Na mambo mengineo ambao mengine tushaelezea katika masala. Kwa hiyo insha Allah tabaraka wa taala tukipata wakati tutakuja kuelezea dini ambayo wanaelezea kwa kina. Hapa tumeliashiria isharatan khafiyya kuhusiana kwamba je, sisi masunni tunasema kwamba mtume hakulishughulikia swala la utawala, hakuweka msingi yake. Nikasema kwamba sisi hatusemi hivyo, lakini nitakuja kulizungumza kwa nini kwa kina kwamba si kweli kama wanavyosema. Sisi masunni tunasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam
swala la utawala aliweka misingi yake, na hapo ni wape challenge Mashia. Baada ya kufa al-Mahdi, baada ya al-Mahdi kuingia kwenye shimo lile Asirdaba huko Iraq, ikapita al-Ghaibatul Kubra, ikapita al-Ghaibatu Sughra. Kabla ya kuja al-Ghaibatu madha al-Kubra, kuna al-Ghaibatu Sughra na al-Ghaibatu madha al-Kubra. Baada ya al-Ghaibatu al-Kubra, Mahdi aliwaambiaje wale ambao wanalinda, wale walinzi wa Mahdi, wale ambao wanakaa kwenye Asirdaba, walisemaje? Walisema mambo yenu ya dini rudini katika shura ya wanachuoni. Si ndio maana yake hiyo? Kumbe jambo la kurudi katika shura ya wanachuoni lipo, linawezekana. Sisi tulipowaambia Mashia kwamba jamani, mtume alipokufa alisema misingi ya kumpata mtawala mnayo, kwa hiyo na hiyo misingi inasimamiwa na wanachuoni wa Kiislamu waliopo. Kwa hiyo baada ya mtume kufa, msingi wa kumpata mtawala ukatumika, ulitumiwa na kina nani? Na jopo la masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni al-Muhajirina wal Ansar. Wakakaa wakamchagua Abu Bakar kwamba yeye ndio mtawala. Na vile vile al-Mahdi alipokufa au alipoingia kwenye shimo, ikapita ile al-Ghaibatu Sughra, kisha baadaye akawahusia akamwambia, jamani, msije tena kuuliza. Kwa hiyo kuanzia sasa rudini kwa wale fuqaha Shia. Kwa wale fuqaha Shia alichagua, akasema kwamba fulani ibn fulani, yule Mahdi akasema fulani ibn fulani atakuwa ni baada yangu. Hakusema hivyo, hakusema, alisema rudini katika shura ya nani? Tumeelewana vizuri hapo? Rudini katika wilayatul fuqaha, aliwaambia hivyo. Watu wakawa wanarudi katika wilayatu madha al-fuqaha, wanawauliza wale fuqaha. Kumbe hilo swala linawezekana. Mashia wao mwanzoni wanasema kama haliwezekani. Mbona limewezekana baada ya nani? Baada ya al-Ghaibatul Kubra. Huyu nani mathalan al-Khomeini au al-Khamenei, kwani aliteuliwa na nani katika ahlul bait? Aliteuliwa na nani? Yani katika ule mrorongo ule wa ahlul bait ule, kutoka kwa al-Husaini teremka mpaka kuja kwa al-Mahdi. Baada ya hapo waliofuatia wale viongozi wale, ima uwe ni wilayatul faqih au uwe ni wilayatul fuqaha, nani ambaye alikuwa anawateua? Riwayati zinatuambia kwamba al-Mahdi alisema kwamba jamani, msije tena huku kwenye nini, kwenye ile Asirdaba ile pango, mtakachofanya mrudi kwa nani? Rudini katika wale fuqaha, kama tunavyosema sisi Masunni kwamba misingi ya utawala ipo, na mtume amesema hiyo misingi isimamiwe na nani? Isimamiwe na al-ulama, isimamiwe na al-fuqaha, isimamiwe na ahlu shura. Na Ali ibn Abi Talib akasema ahlu shura katika wakati wake ni al-Muhajirina wal Ansar. Idha ijtamau ala rajulin wasamauhu imama kana dhalika inda Allahi ridha. Wanapokuwa wamekubaliana wale ahlu shura, wakamuita mtu wakamchagua kwamba huyu ni imam, ni kiongozi, hiyo ni ridha kwa Allah. Nyinyi mkasema hakuna, haiwezekani, mkayakataa hata maneno ya imamu wenu. Haya, tukasema sawa. Haya, mnasemaje katika Ghaibatul Kubra baada ya huyu kukwambia sema jamani, rudini katika nini? Rudini katika shura ya fuqaha. Je, haiwezekani kurudi katika shura ya fuqaha, au hiyo riwaya mnaikataa? Kwa hiyo utawala unapatikana hivyo, misingi ya utawala ipo, mtume aliiweka, lakini inasimamiwa na nani? Na ahlul halli wal aqdi, ahlus shura katika kila zama. Na ahlus shura katika zama za mtume, katika zama za masahaba, walikuwa ni muhajiruna na ansar, kama ilivyotajia Nahjul Balagha. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.